Wakenya wenzangu, mambo ndiyo imeanza. Yaani huu ndio mwanzo. Sifuna ameweza kuchangisha milioni 2 kwa siku ngapi? Siku 2. In only 2 days Sifuna ameweza kuchangisha 2.2 million, na hiyo inaonyesha kwamba Sifuna ako na uwezo mkubwa wa kumobilize wa Kenya na kupata kura inayoweza kumpeleka Samuel Ruto nyumbani. Na hii ni mwacheche, kwa maana tunaona kwamba Gachagua mwenyewe amekuwa na interest ya kuungana na nani? Ya kuungana na Sifuna kwa njia yoyote ile, wafanye maelewano na wapate kumpeleka Samuel Ruto nyumbani. Na Sifuna ni kama amejaribu mbinu hii aone uwezo hawa watu kweli ninaowapata pale katika mikutano yangu. Je, hawa watu kweli wako serious? Sifuna sio eti hana uwezo wa kupata pesa ya kufanya kampeni. Sifuna ako na uwezo wa kusapotiwa na watu mabilionea, mataikuni ambao wako na uwezo wa kumsupport Sifuna. Lakini jiulize, Sifuna kwa nini ameenda ku launch paybill apate kupatiwa support na Wakenya? Kuna kitu moja anajaribu kuangalia. Je, hawa Wakenya naenda pale wanajazana pale. Je, wanajazana kwa sababu mimi ni celeb, kwa sababu mimi ni famous, au wako pia na passion ya kuniweka kuwa rais? Na tunapata sahi amejaribu kutumia HE, kwamba tubadilishe nickname yake ikuwe HE, yani His Excellence. Tumeona pale akiwa Taita Taveta Voi, alijaribu pia kusema kifumbo vile, na tumeona pia wale viongozi wengine wamejaribu sana kumsupport, though hajaiweka wazi, lakini Sifuna ni kama atakuwa yeye ndio mgombeaji wa rais katika vuguvugu la Linda Mwananchi. Na hii imetuonyesha kwamba kwa siku 2 peke yake kama anaweza kuchangisha 2.2 million, ye kwa mwezi anaweza kuchangisha kiasi gani? Na imeonyesha kwamba ni kiasi gani Wakenya wanampenda Sifuna. Haya, tuanze kwa hii mada. Niko na rafiki yangu mmoja, tulikuwa tunajaribu kubadilisha maoni, na kulingana na maoni yake, nisikilize vizuri, kulingana na maoni yake anasema kwamba Sifuna ni kijana, na wazee labda wanaweza pigia Kalonzo, wanaweza pigia Matiang'i, yaani kwa ufupi watu wazima watamchagua mtu mwenye amekomaa kiakili. Lakini nini naweza fanya Sifuna asiweze kuongoza kama kiongozi mwingine? Au nini naweza fanya Sifuna akose experience ya kuwa president? Hii ndio wakati wa kubadilisha ile mawazo ya kizamani, na wazazi wetu wajaribu kusikiza youth, wajaribu kusikiza Gen Z nini wanachotaka. Tujaribu kusupport Gen Z, tujaribu kusupport hawa vijana. Hawa vijana kile wamekiona katika serikali hii iliyoko mamlakani, ndio maana wanajaribu kusupport Sifuna kwa njia yote ile. Tumeona katika mtandao kwamba Gen Z wako radhi kama sio Sifuna atakuwa kwa ballot. Tumeona muda mrefu pale, kwa muda mwingi katika TikTok, kama Sifuna ataweza kuwa katika ballot, basi hakuna kura watapiga. Na wengine wakasema kwamba na akwende kabisa, hata asiwaionekana. So Gen Z wamejitokeza na wameonyesha kwamba wanaweza msupport Sifuna kwa njia yoyote, na mimi na uhakika ile shirika vijana litengeza ile la kuchukua kura kwa vijana, kura za Gen Z nyingi zitaenda kwa Sifuna. Na ningeomba kwamba kama itawezekana, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ashukishe ambition zake, ashukishe tamaa yake ya kuwa rais, ashukishe ile uwezo wake ya kutaka kuwa rais, na amsupport Sifuna kwa mara hii. Matiang'i vile
waketi mezani wakiwa pamoja, na niko na uhakika kwamba wakiwa katika vuguvugu moja, wakiwa katika msimamo mmoja ya kwamba wanamchagua Sifuna, basi asubuhi na mapema, na vile wanasema ati saa 8 ile saa 12:30 kura ikipigwa tayari tumeona pale Ole Kalao ya kwamba UDA walipata kura 5,000 peke yake, na kulingana na Gachagua mwenyewe anasema kwamba ni kwa sababu ni mtoto wao nyumbani ndio maana waliamua kumpatia hizo 5,000. Laiti ingekuwa ni Ruto mwenyewe William Samoei Ruto mwenyewe angepata hata kura moja katika mlima pale Ole Kalao. So Wakenya walikuwa wanangoja outcome ya Ole Kalao, serikali yenyewe ilikuwa inangoja outcome ya Ole Kalao, na ndio maana unaona kwamba walijaribu mbinu yoyote kupeana mattresses, walijaribu kuungana viatu, walijaribu kuungana mpaka boti. Hakuna bahari katika Ole Kalao, lakini tunaona boti 2 zilipelekwa pale ili kubadilisha mawazo ya watu wa Ole Kalao, ili kuwafanya Ole Kalao wampigie Ruto. Lakini kuna kitu tunasahau ya kwamba Mkenya akiamua ameamua, my friend. Mkenya akiamua ameamua, na this time Mkenya ameshafunzwa na akajifunza kwamba unaweza chukua hongo, lakini katika ballot utakuwa na yule mtu amekupatia hongo. Wewe ndio utaamua maisha yako, yani maisha ya Kenya yatabadilika kivipi, wewe Mkenya na ile kura yako moja. Hata kama umehongwa mattress, hata kama umehongwa kiatu, hata kama umepatiwa hongo ya kiasi gani, lakini kumbuka kwamba kuna watoto, uko na wajukuu, uko na kizazi katika nchi hii, na nchi ni hii moja tuko nayo. Sasa ile hongo unaweza kula kwa siku hiyo, ukaamua umpatie kura yule, ukafaulu wewe kwa siku hiyo moja, lakini kesho kutwa na wakati ujao na familia yako ikapata matatizo. Kitu muhimu Kenya inayotaka ni kwamba chakula ikuwe kwa meza. Watu wako na familia, watu wanateseka, familia zinapata tabu. Ni vile vyombo za habari zipate kutembea katika familia zichukue maoni, lakini ile kweli ni kwamba familia zina struggle katika hii government ya Samoei Ruto. Hiyo ndio kitu iko, na hiyo ndio kitu ya ukweli. Kila familia, most of the families, they are very struggling, they are struggling too much kupata hata kuweka chakula kwa meza. Hiyo ndio ukweli, na wengine kusomesha hata watoto wao inakuwa ngumu kwa sababu pesa imepotea Kenya. Hiyo ndio ukweli. Ground ni tofauti. Tunaona kwamba kweli rais anajitahidi kufanya maendeleo katika hizi dakika za mwisho, lakini kumshauri rais wetu ni kwamba anasahau kwamba kama vile Moi alikuwa anafanya, anaenda kwa ground. I wish yeye angeenda pia kwa ground, asikize mwananchi mwenyewe ana kwa ana, kwa sababu anafaa ajue kwamba mwananchi kweli huyu amekula, maisha yake ana struggle kiasi gani. Mwananchi akipata zile services muhimu kwake kwa urahisi, hiyo ndio kitu muhimu kushinda barabara, kushinda kampuni ijengwe, kushinda imejengwa. Kama unajua, kama kampuni imejengwa si kila mtu ataajiriwa pale. Waajiri watakuwa 5,000, lakini Wakenya ni wangapi? Sijui unanielewa. Na barabara pia, ukitengeza barabara, kuna mwananchi hata faidi ile barabara. Muhimu ni kwamba wewe kama kiongozi ni kitu gani unaweza fanya simple yenye inaweza saidia mwananchi yoyote, inaweza balance kwa katika kila mwananchi. Kitu muhimu tu mwananchi apate chakula yake kwa meza, mkate wake wa kila siku na familia yake. Hiyo ndio kitu ya kwanza muhimu kiongozi anafaa ajue, ambapo tumeona serikali hii imefeli kabisa. Serikali hii imeshindwa kugundua mwananchi ni kitu gani, kitu muhimu anahitaji. Na kupitia hiyo peke yake, mimi niko na uhakika William Samoei Ruto angepata kura kivyo vyote, hata kama watu wanasema nini, wanasema hili, wanasema lile, lakini kama mwananchi angekuwa anaweka pesa kwa mfuko na ako na uwezo wa kujimudu na kusomesha watoto wake vizuri, basi ingekuwa kwa rahisi.